Uliponiondoa hiyo guarantee nikaondoa. Sasa hakuna mtu wako na wewe, si ndio? Tena shida wewe William Ruto umeleta hapa Mlimani ni violence. Siku nimekuja Wetima ACK Church pale Udhaya, ulituma huyu msichana anaitwa Betty Maina na Eric Wamombi na askari 15 waniue kanisani Udhaya. Lakini kwa sababu ya maombi, wale wa mama na watoto walikuwa kanisani wakaomba, Mwenyezi Mungu akachanganya hao askari wakakosana. Wengine wakasema ni uwawe ndani ya kanisa, wengine wakasema nitoke nje nipigwe risasi nje ya kanisa. Ndio hapo tulipata nafasi ya kutoroka. Wewe ulikuwa umetoa 50 million kwa Betty Maina atirigiji auawe Udhaya kwa Mwai Kibaki. Na ilikuwa wewe ati umepanga kwa sababu ya kudharau Mwai Kibaki na kudharau Wakikuyu, ukasema Rigathi Gachagua auawe Udhaya nyumbani kwa Rais Mwai Kibaki. Sasa nikuambie wewe William Ruto, hawa askari hawa ulituma Udhaya kuua mimi kanisani, ukituma Wamombi na Betty, umewapeleka Olokalau wakaue watu. Tunapoongea wamevamia watu kwa hoteli. Kijana moja wamemuumiza, ako ICU, tunaomba Mwenyezi Mungu apone. Hawa askari wamekaa kwa hoteli wanangojea instruction. Unataka waue nani Olokalau wewe William Ruto? Unataka waue Medho? Unataka waue mimi nikienda huko? Ama unataka waue Wakikuyu pale Olokalau? Na tukuambie wewe William Ruto, shida tuko na wewe naye hapa Mlimani ni kutoa fujo na kuumiza watu. Umemwaga goons hapa Mlimani kuumiza Wakikuyu, kuharibu biashara zao. Sasa pale Kalau umepanga goons, umepanga polisi waumize watu wa Kalau. Kama wewe ni mwanaume, si utafute kura polepole, uhonge wananchi uone kama watakupigia kura. Bono napaga fujo, umetuma hao askari walikuwa 15, 7 wameondoka, wamebaki 8. Hao 7 watarudi kabla ya uchaguzi. Hao askari walikuja kuniua Udhaya. Wetima ACK Church, William Ruto na kuuliza, umewatuma Olokalau waue nani? We want to know. Unataka waumize nani? Ni huyu Senator Medho unataka kuumiza? Ni Wanjiku Muhia unapanga kuua? Ni huyu Douglas Kamau unataka kuua? Ama unangojea Rigiji aende Olokalau aumizwe na hiyo askari wale ya Wetima? Na tena tukuambie William Ruto, ile kitu umefanya hii watu ya Mlima waachane na wewe kabisa ni kuleta fujo Mlimani. Mambo ya goons ile unaleta ukitumia kijana yako naitwa Murkomen hapa Mlimani imefanya hii watu wakuchukie zaidi vile walikuwa wanakuchukia. Na nikuambie utajua hii watu wamekuchukia mwaka ujao. Na hii shida wewe mwenyewe umejiletea. Wewe umesaliti watu ya Mlima wamekasirika. Umerudi umewadanganya wamekasirika. Juu ya hayo umewafuata na goons kanisani. Na vile vile ulipigana na kina mama na watoto kanisani Kiambaa. Tabia hiyo hujawacha. Ndio ulituma goons waumize watu pale Mweki PCA Church. Umetuma polisi wauawe watu Kariobangi. Wetima ACK Church umetuma wakora. Kwani unataka damu kiasi gani William Ruto tunakuuliza? Hii damu ya Wakikuyu unataka kumwaga kiasi gani? Ile damu ulimwaga 207 208 bado tosha? Mpaka unafuata watu hapa Mlimani na goons na polisi wamejihami. Mimi nikimalizia ndio niongea ile mambo mengine watu ya Udhaya, nataka niseme karibuni. Karibuni. Mimi niko na mazungumzo na watu ya hapa nyumbani. Tupangane mbele. Tusikizane vile tutafukuza hii Kasongo aende nyumbani. Tuko na mazungumzo, tukubaliane vile tutapata one single presidential candidate ya kufukuza William Ruto. Tuko hapa tupangane chama yetu ni gani. Tuko hapa tupangane wasaliti wa jamii yetu, wale wanauza jamii yetu kwa William Ruto, tutawafagia namna gani waende nyumbani. Pia watu ya Udhaya nimefurahi mmefika. Mimi nataka kwanza niombe msamaha. Kwa sababu Udhaya ndio
eneo bunge la kipekee liliakilishwa na msomi Mwai Kibaki, a graduate from the London School of Economics, ambaye ni quality leader, quality debater. Na mimi ninaona haya, ile mtu tulichagua ya standard 2 anaakilisha watu ya udhaya katika bunge. Ni aibu sana. Mimi I am embarrassed as a leader from this region on the replacement of Mwai Kibaki as member of parliament. Because Mwai Kibaki quality of leadership yake, it was the highest in the country for 40 years. And it is a great mistake to replace Mwai Kibaki with a standard 2 dropout. Ni makosa kubwa sana. Na mimi naomba watu ya udhaya turekebishe hiyo makosa. Na mimi nimekubali makosa yangu. Huyu mtu ya Gikomba, mtu ya hardware, mimi ndio nilikuja kumpigia kampeni. Naomba msamaha. Mimi sikufikiria ya kwamba nilifanya makosa kubwa sana kusaidia kubadilisha Mwai Kibaki na mtu ya standard 2. Ni makosa kubwa sana. Kwa hivyo ombi langu ni turudisha jina ya udhaya pahali Mwai Kibaki aliwacha. Mimi naomba munitafutie mjumbe ambaye amesoma. Nataka watu ya udhaya munitafutie mjumbe atatetea kilimo. Nataka kuomba mutafute mjumbe anaelewa uchumi. Mutafute mjumbe anajua Kiingereza ya kuongea bunge. Mutafute mjumbe anaweza enda debate kwa zete zinaongea na Kizungu.